Shalom, shalom wapendwa katika Kristo. Haleluya. Ni matumaini yangu kwamba wote hamjambo na tunamshukuru Mungu kwa sababu tumepata kuiona siku mpya katika maisha yetu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ni wema wake. Haleluya. Wengi sana wangependa kuiona siku ya leo lakini hawakubahatika. Basi tuna sababu ya kumshukuru Mungu wapendwa. Haleluya. Acha tuende kwanza mbele za Mungu, tumshukuru na tumwalike katika wakati huu tunapokwenda kulisikia neno la Bwana. Haleluya. Tunakushukuru mfalme wa wafalme, Mungu tupendaye, uliyetumba kwa mfano wako. Tunakushukuru tena na kulitukuza jina lako. Ni siku nyingine njema ambayo Bwana umeifanya ili tuweze kufurahi katika siku hii na tulitukuze jina lako na kuliabudu. Bwana, ni wakati mwingine ambao tunakwenda kulisikiliza neno lako. Tunakualika Roho Mtakatifu, hatuwezi lolote bila wewe. Anza na sisi na umalize na sisi. Neno hili tunalokwenda kulisikiliza likajenge mioyo yetu tupate kuyatenda yale yanayokupendeza. Wabariki wote wanaosikiliza neno lako katika wakati huu na uweze kuwatendea mambo yaliyo makuu katika maisha yao. Uweze kutimiza haja zao zote ili Bwana waweze kuendelea kulitukuza jina lako. Tunakualika Roho Mtakatifu, kaa na sisi, utuwezeshe. Nitumie kama chombo kwa sababu peke yangu siwezi Bwana. Asante kwa sababu utakuwa na mimi na utaweza kumaliza na mimi. Ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Haleluya. Amen. Wapendwa katika Bwana, kama unaweza kuichukua Biblia yako basi chukua Biblia tuweze kuongea neno la Bwana. Haleluya. Leo hii tutakwenda kusoma katika kitabu cha Isaya sura ya 46 mstari, tunaanza mstari wa 9. Tunaanza na mstari wa 9. Haleluya. Isaya 46 tuanze na mstari wa 9. Tuanzia mstari wa 9 na wa 10 mpaka wa 10. Haleluya. Kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Haleluya, haleluya. Mpendwa, neno hili linatukumbusha kumshukuru Mungu na kumwabudu Mungu. Mungu ndiye muumba wa maisha yetu. Alitupenda na akatuumba kwa mfano wake. Haleluya. Anatuambia kwamba kumbukeni, tukumbuke kwamba yeye ni Mungu wala hapana Mungu kama yeye. Yeye ni Mungu aliyetenda makuu katika maisha yetu. Kumbukeni mambo ya zamani za kale. Kumbukeni mambo ya zamani za kale. Mpendwa, tunatakiwa tukumbuke mambo yote katika maisha yetu. Tangu ulivyokuwa mdogo, tangu ulivyokuwa kichanga. Haleluya. Ulianza maisha ukiwa mdogo, ulijiona ukiwa... Hebu anza kufikiria ulipokuwa na akili na kujitambua. Ulikuwa mdogo, lakini ukakua. Hebu hesabu hatua zote hizo katika maisha yako tangu ulipozaliwa. Umekuwa labda na mwezi mmoja, hapo ulikuwa hujifahamu, hujitambui. Umekuja mpaka miaka 2, 3, umeanza chekechea, umeanza shule ya msingi, umeingia sekondari, umeingia labda chuo kikuu au chuo cha kawaida cha ualimu au chuo kinginecho. Hapo jaribu kukumbuka maisha yako, jaribu kuangalia maisha yako, picha ya maisha yako, kumbuka, rudi nyuma, kumbuka matendo makuu Mungu aliyotenda katika maisha yako. Watoto wangapi walifariki wakiwa bado wachanga? Labda walikuwa ni watoto wa rika yako, lakini wengi walifariki. Kumbuka uliosoma nao chekechea, wangapi bado wanaishi leo hii? Umeanza shule ya msingi mpaka umemaliza, ni wangapi unaoweza kuwakumbuka ambao tayari walishafariki, hawapo tena duniani? Lakini wewe, Mungu amekuwa upande wako miaka yote hiyo. Ni magonjwa mangapi ambayo pengine angeweza kukuangamiza mpendwa, lakini bado Mungu amekuwa mwema katika maisha yako. Haleluya. Ni mambo mengi sana ambayo Mungu ameyatenda katika maisha yako. Anasema kwamba kumbukeni mambo ya zamani, mambo ya nyakati za zamani niliyoyatenda, na mjue kwamba mimi ndio Mungu, hapana mwingine kama mimi. Mpendo, hakuna Mungu kama Alfa na Omega. Ameyatenda mengi, matendo makuu katika maisha yetu. Hiyo miaka yote umeuona ukuu wa Bwana. Umeweza kusoma na umemaliza. Si kwamba wewe
ulikuwa hodari sana katika masomo. Si kwamba wewe ulijua kuyatenda yaliyo mema na ya kumpendeza Mungu, lakini ni mkono wa Bwana. Amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu, amekutunza, amewatunza wazazi wako. Leo hii labda bado una wazazi wote. Mshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, mpendwa wangu. Kumbuka yote aliyoyatenda katika maisha yako. Pengine mmezaliwa 2, 3 katika familia yako, lakini labda bado mpo wote, mko hai, au labda mko 2, lakini bado Bwana ameonekana katika maisha yako. Wapo wengi ni yatima. Zipo familia nyingine wamezaliwa watoto 10, labda yupo mtoto mmoja peke yake. Unafikiri ni kitu gani ulichokifanya cha kumpendeza Mungu mpaka akawa mwema katika maisha yako kiasi hicho? Haleluya. Anasema kumbukeni mambo ya zamani, mjue kwamba mimi ni Mungu, hapana aliye kama mimi. Hapana mtu aliye kama Mungu katika maisha yako na katika maisha yangu. Tumemwona Mungu, tumeuona ukuu wa Bwana, matendo makuu ya ajabu Mungu ameyatenda katika maisha yetu. Haleluya. Hata ukifikiria, mpendwa wangu, jana tu ni wangapi ambao hawapo tena katika maisha yao, hawapo tena duniani, wamepoteza maisha. Ni wangapi umewasikia wakitangazwa redioni au katika vyombo vya habari tofauti ambao wameshaaga dunia, lakini bado wewe upo, unafurahia maisha, unafanya kazi yako, unawatunza watoto wako, unautunza mji wako. Au labda wewe ni kijana ambaye bado unasoma, mwanafunzi, unaendelea na masomo yako. Wanafunzi wengi wameangamia, ajali zimewaangamiza wengi. Mpendwa wangu, tujifunze kumshukuru Mungu. Tujifunze kumshukuru Mungu. Jijengee moyo wa kumshukuru Mungu katika mambo yote. Usisahau kumshukuru Mungu kwa jambo dogo hata kubwa. Mshukuru Mungu kwa kila kitu katika maisha yako. Umeamka salama, unatakiwa mshukuru Mungu. Si kwamba wewe ni mkamilifu sana. Haleluya. Umepata kazi, mpendo wangu, Mungu anakuwezesha kuifanya ile kazi. Unafanya kazi, mwezi unaisha, unapata mshahara wako, unaitunza familia yako. Unasoma, labda Mungu anakuwezesha, mwaka wa kwanza umesoma, unafaulu, unaingia mwaka wa pili. Ni wema wa Bwana. Labda una gari, unaendesha gari lako, unaamka asubuhi, unatoka nyumbani, unaenda kazini, unarudi nyumbani salama jioni. Mshukuru Mungu kwa sababu ni wema wake. Si kwamba wewe ni hodari sana wa kuendesha gari barabarani ndio maana hukupata ajali. Hapana mpendwa, ni wema wa Bwana. Tujifunze kumshukuru Mungu katika mambo yote. Na hapa anasema mstari wa 10, anasema mimi yeye ni Mungu atangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama. Haleluya. Nami nitatenda. Yani anatenda kadiri ya matakwa yake. Shauri lake litasimama siku zote. Mpendwa wangu, Mungu aliyajua maisha yako kabla hata hujazaliwa. Ni Mungu atangazaye misho mwanzo. Mungu aliyajua maisha yako yatakuwaje. Utakuwa katika familia ipi? Wazazi wako watakuwaje? Maisha yao yatakuwaje? Ni aina gani ya maisha utakayoyaishi? Ni shule gani utakayosoma? Mungu ni Mungu atangazaye mwisho mwanzo. Yani mwanzo ule anapokuumba alishauweka mwisho wa maisha yako. Alishajua maisha yako yatakavyokuwa. Anasema kwamba nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Na nikisema shauri langu litasimama. Yale nitakayoyataka kwa mwanangu John au Mary, ndio hayo yatakayotendeka. Hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele zangu. Hakuna mtu atakayeweza kusema kwamba hili halifai na hili ndo linafaa. Sihitaji mshauri yeyote. Mimi ni Mungu ninayejitosheleza. Haleluya. Basi mpendwa wangu, huyu Mungu anayejitosheleza, huyu Mungu ambaye shauri lake ndilo linalosimama katika maisha yetu, huyu Mungu ambaye mapenzi yake ndio yanatimia katika maisha yetu, huyu Mungu aliyetangaza maisha yetu yatakavyokuwa, aliyejua kabisa kwamba maisha yetu yatakuwa vipi tangu mwanzo alivyotuumba, tunatakiwa tumshukuru, tunatakiwa tumtukuze, tunatakiwa tumuinue na tumuabudu. Na tena inatupasa
kuyatenda yaliyo mema mbele za Mungu. Haleluya. Tunatakiwa, mpendwa unayesikiza neno la Bwana, tunatakiwa tujijengee moyo wa kumshukuru Mungu na tujue kwamba Mungu amekuwa mwema na mwaminifu katika maisha yetu. Hatuna tuliwezalo bila yeye Bwana. Haleluya. Si kwa ujanja wetu, si kwamba wazazi wetu waliweza kututunza vizuri ndio maana tulikuwa na afya njema, ndio maana bado tuna uhai wetu. Hapana. Ni wema wa Mungu, ni mkono wa Bwana. Anatuongoza katika maisha yetu yote. Kila hatua ya miguu yetu anatuongoza. Wema wake unatuwezesha. Haleluya. Ni upendo wa Bwana. Tunatakiwa tumshukuru kwa kila jambo. Tunatakiwa tujifunze kumshukuru Mungu. Kwa sababu mpendwa wangu, kama si yeye, adui zako wangekuwa wamesha kuangamiza. Kama si Bwana, mambo mengi sana yangesha kuangamiza. Na hakika jina lako lingekuwa limeshasahaulika. Lakini Mungu amekuwa mwaminifu mpendwa wangu. Ni kitu gani? Ni zawadi gani unayoweza kumzawadia Mungu? Ni kitu gani unachoweza kukifanya cha kumfurahisha? Unatakiwa ujifunze kumshukuru na ujaribu kuyafanya yale yanayotakiwa kumpendeza, yale yanayompendeza Mungu. Kila siku udhamirie kuyatenda. Na kwa sababu sisi ni dhaifu, pengine utashindwa. Nenda mbele za Mungu. Muombe akuwezeshe. Muombe wema wake uwe na wewe katika maisha yako ili uweze kuyatenda yale ya kumpendeza. Haleluya. Mpendwa wangu, unatakiwa kumshukuru Mungu. Tujifunze siku zote za maisha yetu kumshukuru Mungu. Umeamka? Umepata chakula cha kuwalisha watoto wako, cha kuilisha familia yako. Watoto wameenda shule, wamerudi salama. Kazi unaifanya kwa amani. Magonjwa mangapi yanawaangamiza watoto wadogo, yanawaangamiza wazazi wao. Lakini bado Mungu anakuwa mwaminifu. Mpendwa wangu, tusipomshukuru Mungu, tutakuwa tunajidanganya. Tutakuwa sisi ni watu wasiokuwa na shukurani kwa sababu wema wake hauna mfano katika maisha yetu. Haleluya. Basi mpendwa wangu, nimekuja kukumbusha leo hii kwamba jifunze kumshukuru Mungu, jifunze kumwamini Mungu, jifunze kumwabudu Mungu, jifunze kuliinua jina lake. Jua kwamba Mungu ni mwema katika maisha yako. Haleluya. Amekuwa mwema tangu ulivyokuwa kichanga, tangu ulivyoumbwa mpaka leo hii. Umekuwa kijana unayeweza kujenga mji wako mpaka leo hii. Uzee unakukaribia wewe mama, wewe baba. Mungu amekuwa mwaminifu. Si kwamba wale waliotangulia walikuwa wenye dhambi sana. Ni wema wa Bwana. Na ni mpango wa Bwana katika maisha yako, ni mapenzi yake. Ndio maana tunatakiwa kumshukuru. Yote ni mema na yote anayatenda kadiri ya mapenzi yake. Ndio maana tunatakiwa tumshukuru Mungu. Basi mpendwa wangu, nilikuwa tu ninakukumbusha kwamba mshukuru Mungu, mtukuze Mungu, muinue Mungu. Tangu asubuhi unapoiona siku nyingine mpya, nenda mbele za Bwana, sema nakushukuru Bwana. Ninakuinua Mungu kwamba nimepata neema ya kuiona siku nyingine katika maisha yangu. Umeenda kazini, umerudi salama. Mshukuru Mungu. Kaa na familia yako, kaa na ndugu zako, kaa na watoto wako, kaa na mke wako au na mume wako. Wakumbushe kwamba tumshukuru Mungu, twende mbele za Bwana. Tumuinue, tumtukuze, tumshukuru kwa wema wake. Amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Haleluya. Mpendwa wangu, hebu nenda hospitali. Jaribu kutenga muda wa kwenda kuwaona wagonjwa. Angalia hospitali. Watu wangapi walioko mahututi, hawawezi kupumua. Wako kwenye oxygen, hawawezi kuongea, hawawezi hata kuinua kichwa. Hata chakula labda wanalishwa kwa njia za kitaalamu, labda wanalishwa kwa njia ya mipira. Hawawezi hata kula chakula. Ni kitu gani ulichokifanya wewe kustahili kuona wema wa Bwana katika maisha yako kiasi hicho? Ni wema wa Bwana mpendwa wangu. Haleluya. Ni wema wa Bwana. Unatakiwa ujifunze katika mambo yote, yawe madogo, yawe makubwa. Tangu asubuhi unapoamka, jifunze kumshukuru Mungu.
Jifunze kumuinulia macho Mungu na ujue kwamba Mungu ni wewe, na kulinua jina lake ni wewe, ni wema wako. Sina ninaloliweza. Hata kuinua mguu siwezi. Hata kupepesa macho yangu, kope za macho siwezi. Kupumua siwezi bila wewe Bwana. Haleluya. Mpendwa, unaweza ukawa na kazi nzuri kabisa ya kipato kikubwa sana, lakini ukashindwa kuifanya kwa sababu ya ugonjwa. Unafika kazini, unajisikia labda umechanganyikiwa, unashindwa kuitumia hiyo kompyuta, unashindwa kusoma, yani akili inavurugika. Wapo wengi ambao wanachanganyikiwa, wanajikuta wamerukwa na akili, hawawezi kuifanya kazi hata kama wamesoma. Ni wangapi wamesoma lakini wanashindwa kufanya kazi? Ni wangapi wamesoma lakini hawana kazi? Ni watoto wangapi ambao wanalipiwa pesa na wazazi wao waende shule wakasome, na labda shule ambazo zilizo bora kabisa, lakini wanashindwa kusoma? Wanakuwa watoto wa mitaani, wanaamua kuwa watoto wasiowapendeza wazazi wao, wanakuwa na tabia za ajabu. Wasichana wanaharibikiwa maisha yao, wanakuwa malaya, wanafanya mambo yasiyowapendeza wazazi wao, yasiyompendeza Mungu. Wewe watoto wako ni watoto wenye tabia njema, wanayafanya yaliyo mema, wanasoma, wanakupendeza, wanakufurahisha. Ni kwa nini usijifunze kumshukuru Mungu? Na si hivyo mpendwa, ni wangapi hawana watoto, wanamlilia Mungu ili waweze kuwapata watoto? Ni kitu gani ulichokifanya cha kumpendeza Mungu mpaka ukastahili kuwapata watoto? Ni kitu gani ulichokifanya cha kumpendeza Mungu mpaka ukaupata mji? Una mume, una mke. Wapo yatima wengi, wapo wajane wengi. Jifunze kumshukuru Mungu mpendwa wangu kwa kila jambo, na ujifunze kuyafanya yanayompendeza Mungu. Hebu fanya juhudi, fanya bidii ili uweze kumpendeza Mungu katika maisha yako. Haleluya. Basi wapendwa wangu, tukao tunakumbushana kumshukuru Mungu katika mambo yote. Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Utakapoupata muda wako, soma neno la Mungu tulilolisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 46 mstari wa 9 mpaka wa 10. Ikiwezekana isome sura ya 46 yote ili uweze kukumbuka mambo yaliyoyatenda katika maisha yako Bwana Mungu. Haleluya. Unapaswa kumshukuru Mungu. Ni mwema, ni mwaminifu, anatutunza, anatujali na anatupenda. Basi mpendo wangu, ubarikiwe na neno la Mungu. Haleluya. Bwana, tunakushukuru mfalme wa ajabu. Asante kwa kutukumbusha kwamba tunatakiwa tukushukuru katika mambo yote. Tumeuona ukuu wako hakika katika maisha yetu. Umeyatenda yaliyo mema na ya kutupendeza. Umekuwa Mungu usiyetuacha. Unajishughulisha siku zote na maisha yetu. Unatujali, unatulisha. Afya zetu ni njema kwa sababu Mungu umekuwa upande wetu. Si kwamba tumeweza kujitunza sana. Wapo wagonjwa wengi mahututi, na labda wanao uwezo wa kujitunza zaidi yetu, labda wanao uwezo wa kuishi maisha yaliyo bora, lakini bado umekuwa mwema katika maisha yetu. Tunaweza kufanya kazi zetu vizuri, watoto wetu wanaweza kusoma vizuri, tunaweza kuwalipia pesa shuleni, tunaweza kukidhi mahitaji yao yote. Ni kwa sababu ya wema wako na mkono wako. Umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Bwana, tunakutukuza na tunakushukuru. Tunaliinua jina lako kuu na takatifu. Bwana, tunakuomba utuwezeshe kuyatenda yale yaliyo mema. Asante kwa sababu wewe ni mwema katika maisha yetu. Wabariki wote waliolisikia neno hili na wawezeshe Bwana kudhamiria kuyatenda yaliyo mema ya kukupendeza. Ninakushukuru na kukutukuza, ninaliinua jina lako mfalme wangu kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa uwepo wako katika maisha yetu. Ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Shalom, shalom wapendwa.